Moja ya visiwa vya amani kwenye maisha ni pamoja na maisha ya ndoa. Moja ya visiwa vilivyojaa bashasha na mahaba amazing basi ni kwenye ndoa. Watu walioko kwenye ndoa wanafaidi sana. Kama ulikuwa haujui kwamba hao watu wanafaidi, basi taarifa zikufikie leo kwamba moja ya watu ambao wanafaidi maisha basi ni wale ambao wako kwenye ndoa. Sasa ninazungumzia watu wanaojielewa. Ninazungumzia watu wenye hofu ya Mungu juu ya sekta nzima ya ndoa, kwa sababu kuna wakati mwingine watu wengine wameshindwa kuweka hofu ya Mungu ndani ya ndoa zao. Sasa unaposhindwa kuweka hofu ya Mungu kwenye ndoa yako, utaleta mapuuza. Sasa unapoleta mapuuza, manake vitu vingi ambavyo vinaweza vikawa vinajenga ndoa yako na ni misingi ya kimungu utavipuuza. Sasa unavyovipuuza ndivyo ambavyo unaweza kuzalisha mambo mengi makubwa ambayo yanaweza yakasababisha usifurahie ndoa yako na hata mwenzi wako akajuta kuwa na wewe. Ndoa ina vitu vingi, ina mahitaji, na bahati nzuri mahitaji ya ndoa wala sio makubwa ya namna hiyo. Sasa sio makubwa, ndiyo sio makubwa kwa sababu mahitaji ya ndoa yanashibishwa na yanatekelezwa na wanandoa wawili. Hayo mambo mengine yanatoka nje ya ndoa ni ziada, lakini pia yanaweza yanafuatwa au yanaletwa na watu walioko kwenye ndoa yenyewe. Hata mafanikio ya ndoa manake ni mpango mkakati wa wanandoa wenyewe. Sasa karibu katika somo letu la leo amazing bashasha. Lina nakshi fulani amazing sana ambalo linakupa burudani, lakini pia linakupa vitu vya msingi ambavyo vitafanya uendelee kuishi ndoa ya ndoto yako, kwa sababu kila mtu ana ndoa ya ndoto yako. Sasa karibu, nimekuandalia somo zuri linalojitambulisha likisema mambo 6 usisahau kumpa mumeo. Yako mambo mengi ya kumpa, lakini haya 6 usije ukasahau. Karibu tuungane pamoja tuone mambo ya msingi, mambo 6 ambayo yana nafasi kubwa na hupaswi kusahau basi kumpa mumeo. Jambo la nambari 1 ambalo haupaswi kusahau kumpa mumeo ni asante. Asante ni neno dogo sana. Asante ni neno ambalo huenda usilichukulia uzito sana, lakini nataka nikwambie kwa nini Mungu anasema kwamba tushukuru kwa kila jambo. Tumwambie asante kwa kila jambo. Unaposhukuru hata mbele ya Mwenyezi Mungu, manake umeonyesha kuheshimu, umeonyesha kuthamini. Ni jukumu lake, alikuumba, atakulinda. Lakini unaposhukuru kwa ulinzi, manake unaongeza utambuzi kwamba Mungu anaelewa kwamba sasa kumbe huyu mtu anatambua kwamba mimi nilipomuumba nilifanya kitu cha maana. Kwa hiyo hata kwenye maisha ndoa, unapomwambia mumeo asante, kafanya jambo lolote ukamwambia asante mume wangu, kakuletea zawadi, kaacha pia hata pesa kwa ajili ya mahitaji ya watoto, na wewe ukamwambia asante mume wangu, amekuwa akijali familia yako, ukamwambia asante mume wangu, umekuwa ukiwajibika kwenye majukumu ya ndoa, japo ni jukumu lako, lakini tunashukuru. Unaposhukuru unaongeza ufanisi wa kazi wa huyu mtu. Kwa sababu gani? Manake atajua kabisa kwamba kumbe ninachokifanya watu wanatambua thamani, watu wanatambua juhudi. Unapomwambia asante pia unaongeza bashasha ya moyo, anaendelea kukupenda na kuthamini, anajua yuko na mtu ambaye ni sahihi kabisa. Lakini jambo lingine la pili ambalo hautaki kumnyima mumeo, pole. Pole ina umuhimu mkubwa kwenye moyo wa mumeo, hususan anapokuwa anapitia vipindi vigumu, hususan anapokuwa anapitia vipindi vinapompa changamoto, anatakiwa kuleta utatuzi. Unapompa pole, maana yake unathamini maumivu anayopitia, unathamini maumivu na nyakati ngumu anazozipitia. Maana yake unapompa pole unampa thamani, yani anaona kabisa kwamba kuna mtu anatambua vipindi vigumu ninavyopitia. Kwa hiyo ndio maana anaendelea kunitia moyo. Jambo lingine ambalo hautakiwi kumnyima mumeo, hongera. Mpongeze mumeo kila anapofanya jambo lolote lililo zuri. Mpongeze, mwambie hongera. Hata anapokuwa anawajibika kwenye majukumu ya ndoa,
Mpe pongezi anapokuwa anakuheshimu, anapokuwa anakuthamini, anapokuwa anawajibika kwenye majukumu. Mpe hongera. Unajua, unapompongeza mtu manake anaanza kujua kwamba kumbe ninachokifanya kuna watu wanathamini, kinawafaidisha. Unapompongeza manake amefanya vizuri, anaona kumbe kuna mazingira anatakiwa aongeze juhudi ili aweze kufanikiwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo pongezi kwa mumeo isikauke kwenye kinywa chako, usikae tu kwa ajili ya lawama. Sometime kaa na umpongeze mumeo. Usisahau kumpongeza mumeo, kunaleta afya. Lakini jambo lingine ambalo hautakiwi kusahau kumpa mumeo ni samehe. Nimekusamehe. Nisamehe ni maji tena ya baridi sana kwenye joto. Sasa unapomtamkia neno nisamehe mumeo, unapomtamkia neno nimekusamehe mumeo, linaleta afya, linaleta pumziko, linaleta uzima. Unajua, kuweka kinyongo kwenye nafsi kunaleta maumivu, kuleta kinunio kwenye maisha ya ndoa kunaleta ganzi, lakini unapoachilia, lakini pia unapopata nafasi ya kutaka kuachiliwa, unaleta utu baina yako na mumeo. Hivyo hiki ni kitu ambacho ni cha msingi na unatakiwa ukiishi pia, na usisahau kumpa mumeo. Jambo lingine, mtie nguvu ya kusonga mbele, nguvu ya kusonga mbele. Usiache kumpa hamasa mumeo ya kusonga mbele. Hata kama ana malengo makubwa lakini anaona ukinzani mbele yake, lakini simama, pige kifuani, mwambie wewe ni jembe, wewe ni mtu na nusu, songa mbele, ipo siku tutafika. Hivyo atakuwa anaongeza bidii na ufanisi wa utendaji kazi zake, kwa sababu anajua kuna mtu anathamini juhudi zake. Jambo lingine, usisahau kumpa mumeo maombi. Muombe, mtie nguvu. Sometime omba mbele yake, muombe kwa Mwenyezi Mungu kheri, omba kwa Mwenyezi Mungu afya, omba kwa Mwenyezi Mungu mafanikio juu ya shughuli zake. Haya ni moja ya mambo 6 ambayo unaweza ukachukulia madogo, lakini ni rutuba amazing kwa ajili ya ustawi wa ndoa yako. MC Kaka Tiba Official, the Gold Voice.